Kwa jina naitwa Mohamed Hamad Alfani, ni mgombea ubunge wa jimbo la Ole kupitia chama cha ADC. Wewe kama mgombea wa ubunge kupitia chama cha ADC, kwanza ni sera ipi ya ADC ambayo imekuvutia na kufanya wewe uwe mwana ADC, ama unasema kwamba raundi hii ama awamu hii ADC kweli tuna sera, ama yani ni miongoni, yani sera ni nyingi ila inawezekana kuna sera moja ambayo imekuvutia zaidi, unaweza kutuambia ni sera gani? Sera kama unavyozungumza, sera ni nyingi ambazo zilinivutia mimi kuingia kwenye chama cha ADC, lakini miongoni mwa sera hizo ni kwamba kwanza inasema itawashughulikia wananchi kwa ajili ya chakula kwanza, yani shibe kwanza, na ni chama ambacho kinapenda amani. Sera zake hazina ugomvi, kwamba sijui zisababishe chuki kwa watu. Sera zake ni za amani kabisa, na ni sera ambazo zinaweza zikaleta tija kwa maendeleo ya wananchi. Na tunaona kwamba ahadi nyingi ambazo nyinyi kama chama cha ADC mmeziweka zinahitaji fedha. Je, unaweza kutuambia kwamba fedha hizo yani mtazizalisha ama mtazipata kupitia njia ipi? Unajua, chama kama chama kinaposhika hatamu, na maana serikali inakuwa ina fedha zake kama serikali, alafu and then pia tunaweza kuzalisha kwa kupitia miundo ya kiuchumi. Maybe tunaweza tukaweka viwanda badala ya wenzetu kuweka utalii, sisi tukaweka viwanda ili hivi viwanda vikatoa ajira kwa watu. Pia tunaweza tukachimba hayo mafuta nao ambayo kila siku yanahadisiwa yapo lakini hayachimbwi. Sisi kama ADC tutahakikisha tukiingia kwenye serikali haya mafuta tutayachimba, na badala ya kuweka utalii ni kitega uchumi cha nchi, sisi tutaweka viwanda ndio kitega uchumi cha nchi, kwa sababu viwanda vinazalisha ajira, viwanda vinazalisha hela za kigeni, kwa hiyo nchi inapata tija. Na tunajua kwamba kila chama ina sera yake kama ambavyo nilikwisha kukujuza. Sasa ni ipi tofauti kati ya ADC na vyama vingine? ADC kama nilivyokueleza, kwanza inahitaji kuona watu wanashiba. Kwanza inahitaji watu kuona wanashiba ndio wakaja na sera inayosema kwamba shibe kwanza. Alafu ADC pia ni tofauti na vyama vingine. Chama chetu sisi kinapenda amani. Kinapenda amani kwa sababu hakuna kitu kibaya kwenye nchi kama uvunjifu wa amani. Nakumbuka kuna siku nilienda nikatembea Burundi. Yaani nilikuwa nashindwa hata kutoka nje kutokana na harakati ambazo ziko kule. Unahisi kama huko kama Sudani kwenye vita. Kwa hiyo hapana, sisi chama chetu kinapenda amani, na kama nchi yetu inavyopenda amani, na sisi tunasisitiza amani na tunapenda amani. Na wewe kama mgombea kupitia chama cha ADC, una ahadi nyingi ambazo umezitoa kwa wananchi wako, si ndio? Sasa ni miongoni mwa hizo ahadi ulizozitoa, unaweza kututajia hata 2, 3? Ahadi nilizoziweka ni nyingi, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitazitekeleza. Sasa miongoni mwa ahadi ambazo najua ni changamoto, naweza nikazisemea pengine kama 3 au 4. Ahadi ya kwanza ambayo nimeiweka kwa wananchi nitakapopata ridhaa, kitu cha kwanza ni kujenga ofisi ya jimbo. Hii ofisi ya jimbo itasaidia kwamba kutokuwa mbunge haonekani, hawajui watu mbunge wampate wapi au mwakilishi wampate wapi. Kwa hiyo nitakapojenga hii ofisi, ina maana itakuwa ndio ofisi yangu na niko kituo changu. Hata kama mimi sipo, ina maana kuna watu pale ofisini ambao watasimamia kazi zangu. Hata nikiwa niko Dodoma, changamoto za huku zitakuwa zinanifika ili niweze kusaidiana na wananchi wangu, kwa sababu hii ni mojawapo ambayo inasababisha wabunge wengi kawa hawakai kwenye majimbo, na hatuwezi kujua tunawapata wapi, kwa sababu hawana ofisi maalum ya kusema hapa mbunge tukienda tunaweza tukampata au kupeleka changamoto zetu. Hii ni sababu ya kwanza ambayo hichi ni kitu cha kwanza ambacho nimesema nikifanikiwa kupita nitalifanya katika jimbo langu la Ole. Sababu ya pili nikazungumzia kilimo. Kilimo katika jimbo langu watu wangu wanapata shida sana. Kwa hiyo mimi nikasema kwamba kwenye kilimo kwa miaka yangu 5 ambao nitakuwa kwenye lile jimbo, nitahakikisha wananchi wangu na walimia bure, na kwa mwaka wa kwanza nawapatia mbegu ili waweze kujikimu na kuyatengeneza mashamba kisasa ili watu wawe wanalima kila siku kuondoa hizi njaa. Na kwa mfano ukipata nafasi ya kumshauri mgombea urais kupitia tiketi ya chama cha ADC, utamshauri kitu gani haswa? Kitu cha kwanza ambacho nitamshauri mheshimiwa rais ambaye atakuwa yupo kama mimi mbunge, nitahakikisha zile sera zetu ambazo sisi tulisema tutazifanya na hatukushika hatamu, basi yule aliyeshika mimi nitamshauri aweze kuzifanya zile sera zetu ili kutekeleza yale ambayo ni miongoni mwa mambo ambayo sisi tumeahidi. Kwa hiyo nadhani
hili litakuwa ni jambo zuri kwake. Una nini cha kuahidi sasa wananchi ili waweze kukuamini? Maana wananchi kama wananchi wana maono kwamba kuna ahadi nyingi ambazo wanapewa na hazitekelezwi. Sasa wewe kama wewe una kipi cha kuambia wananchi ili waweze kujenga imani kwako kukuchagua? Unajua mimi ni mambo mengi ambayo naweza kuwajenga wananchi waweze kuniamini na kuweza kunichagua. Miongoni kwanza ni hii ofisi, kwa sababu katika jimbo letu tumeweka wabunge wasiopungua 6 wa vyama tofauti tofauti. Hajawahi kukifanya hichi kitu. Kwa hiyo nadhani hichi kinaweza kajenga imani kama kweli huyu mtu anania na sisi. Cha pili ni kuhusiana na hili swala la ambalo nimelisema, swala la wanafunzi. Tuseme wanafunzi ambao wingi wanajitayarisha na mitihani ambao wanakaa boarding, wazazi wanapata shida sana. Wanapata shida kutokana na hali ya maisha, wazazi wanashindwa kuchangia chakula kule shule. Kwa hiyo mimi nimesema kwamba nitakapopata ridhaa ya wananchi nitahakikisha nawapelekea chakula ndani ya miaka yote mitano, watakula asubuhi, mchana na usiku bure, ili kuwasaidia mzigo wazee. Na mtazamaji, ni mgombea ubunge kupitia tiketi ya chama cha ADC katika jimbo la Ole, ambapo ameeleza sera zake, ahadi zake kwa wananchi na mambo ambayo anatarajia kuyafanya ili wananchi wake waweze kumwamini. Ulikuwa nami Mariam Fakii kuanzia mwanzo hadi tamati. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyofuata.